Wakala sallallahu alaihi wasallam, almaut ka'san wa kullu nas sharibuha. Isaba bali abalomalomanga abalomalomanga baulera boti kwa sababu wakulyano khurire wakwenyango kusindikisya ni malaika amalo kuba mfalme ameshakuwa mfalme, na ukisungumuza kwenye matanga sasa ni madhambi ambayo kwamba unapata. Tafadhali ukisungumuza sungumuza na sauti ya chini. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara mu kitabu cha takatifu Qur'an kwamba kullu nafsin dhalikatul maut, hakika kila kiumbe kitaonja mauti. Buli kilonje shirifwa uchame ulube wikhale khushalo khunongo mushere yekhale myaka cheyekhale, lakini manyambu kullu nafsin dhalikatul maut, buli kilonje shiliwonja lifwa. Wa innama tawafawna ujurakum yawmal qiyam, na inyangani yakhola basi tutaenda na tutalipwa kadyaka kwakhola khushalo kuno bujira khwitsokhubunyolerya nikakhabanga khwali nende amakhuwa amalayi khushalo kuno, nikhwakholanga amakhuwa kapendesya khushalo kuno khwitsokhukanyolerya, nikhwakholanga amakhuwa kalarithi yatawe khandi khwitsokhukanyolerya. Innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyam, tutalipa ujira wetu siku ya mwisho, siku ambayo kwamba tunaelezewa na vitabu kwamba ni siku ngumu, siku ambayo kwamba si vile tunadhani. Ni siku ambayo kwamba tunaambiwa mtoto atamkimbia mzazi wake, mama atamkimbia bwana yake, na baba atamkimbia mke wake. Ni siku ambayo kwamba ni ngumu, ndugu zangu Waislamu. Nikuendelea ngando wazi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhubolele kwamba minha khalaqnakum, mbu walongo khurulana nende liloba asli yefu ni liloba. Ndipo Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba minha khalaqnakum, naumba kutokamana na udongo, wa fiha nuidukum, na katika huo udongo tutarejeshwa vile tunataka kurejesha mama yetu, nyanya yetu, dada yetu, nataka kumrejesha kwenye udongo. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na katika huo udongo ndugu zangu tena tutafufuliwa siku ambayo kwamba ni ya kiyama, siku ambayo kwamba ni yauma taabun, siku ya taabu, tutafufuliwa. Kwa hivyo tuelewe kwamba kushalo kunokusa inga baburangira, na tuelewe kwamba isieni nawe kurumanga amalakoka Allah subhanahu wa ta'ala, na niyo katiba Qur'an ama vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, Taurat, Injil, Zabur na Qur'an, zote hizo ndiyo katiba ambayo tunafaa tuifuate. Ukifuata hiyo katiba, ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tutaishi maisha mema hapa duniani, tutaishi maisha ambayo kwamba ni ya raha. Kwa sababu kwa mfano tunaelewa kwamba katiba imekataza zina. Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba la takrabu zina fa innahu fahishatun wa sa'a sabil, tusikaribie zina, unakaribia uye itao fa innahu fahishatun wa sa'a sabil, hakika hiyo ni uchafu na njia mbaya. Lakini watu si wanafanya hivi, mpaka kufikia Mheshimiwa Dramba amesimamisha zile miti, zile dawa, amesimamisha dawa ambazo kwamba zilikuwa zinasaidia watu kwa huo ugonjwa. Unaona? Yani watu hawazingatii, watu hawaoni
Allah subhanahu wa ta'ala tena akatuambia katiba nyingine kwamba ya ayyuhalladhina amanu innamal hamru wal maisara wal azab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Enyi mlio na imani, mwacheni na tembo, mwache kunywa tembo na kamari na uchawi ambao kwamba tunashirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuoneana kwa ramuli. Ndugu zangu Waislamu, yote hiyo ni rijsun min amali shaytan, ni uchafu wa kishetani. Fajtanibuhu, muepukane nayo, la'allakum tuflihun, ikiwa mnataka kufaulu. Hiyo ndiyo katiba ndugu zangu Waislamu. Tukiishi nayo namna hivyo, tutakaa hapa pasina matatizo ndugu zangu. Na yote hiyo manabii wote walikuja na kusema tu Mwenyezi Mungu ni mmoja na hana mshirika wake wote. Hiyo ndiyo katiba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunafaa tufate hiyo katiba ndugu zangu Waislamu. Watu wanaihepa, na ndio tunakaa katika maisha ya taabu, ndio tunapata matatizo. Watu wanalia njaa, watu wanalia ugonjwa mbalimbali, watu harari abantu bamenyanga sana hafwa. Lakini ifizefu ndugu zangu Waislamu hufano hata ifizefu ya kudomanda melanga mfuno mama mungo muno handa manu kuti. So naona yani tumehepa katiba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dakana nenda makuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwera sakuma kuwa kefu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba sisi hatuna budi turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukalishe kumulonji kumurere nishina sha ukhola no kukaza kumulonji no kumwinamira no manyambo note ya mkanisa ni utaenda kwa binguni. Basi elekea kule, na ikiwa unajua kwamba wewe ni Muislamu, nenda msikitini, nenda ufanye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji kwangu mimi na wewe. Lakini sasa sisi ndugu zangu Waislamu tumekataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio tunapata matatizo imetukumba katika familia zetu. Jambo lingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika Qur'an, katika hadithi zake kwamba al-maut babun wa kullu nasi dahilu. Mauti ni mlango na kila mmoja ataupitia ule mlango, upende usipende. Ochame olobe ibulao ingira india mukato yola wa Allah subhanahu wa ta'ala lili ifuatao. Ochame olobe utaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utapitia ule mlango ambao kwamba ni mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia al-mauti ka'san wa kullu nas sharibaha. Bu mauti ni glass, na buli mundu alinywera mu glass hiyo. Ochamolobe hiyo ni desturi. Kwa hivyo mauti ni kiumbe ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, na kiko upende usipende utaenda. Na mwisho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akatuambia kwamba katika hadithi yake, udhukuru ma'asil mautakum wa kufa an masawihim, tajeni mema za maiti zetu. Ikiwa huyu mama Mwanahawa alikuwa ametenda mema hapa duniani, basi anaenda kuyapata kule ambaye kwamba anakwenda. Ikiwa ametenda mambo mazuri hapa, atayakuta kule. Na yale mabaya yake ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiyo hakimu, Mwenyezi Mungu ndiyo jaji. Sisi hatuna uwezo wa judgment hapa. Jaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jaji no mulonji efwe kuilanga ushalo kunombo nefwe kulama sana nefwe abali nende ibada sana banota, badala ya kumulingania, badala ya kumwendea mwenzako amepotea, umulinganie dawa ambayo kwamba ni dawa ya haki, umulinganie njia ya haki. Wewe unampoteza, unamwambia nyinyi ndio watu wa jahannam, hiyo nenyu abantu ba muliro yena no shiru kushalo kuno emilango cha toba kishikushe naone uchaji njaba ndali wote muliro unono no muliro yena. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu,
embolambo efo kushiria balamu kukanushe ku Mwenyezi Mungu kumulirire ili Mwenyezi Mungu akakukwisa ifula ibilamoti khabi. Mwenyezi Mungu akakukwisa ifula ilimoti khabi. Ndugu zangu Waislamu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma izz al-islam wal muslimina wa adil ash-shirka wal mushrikin. Allahumma innaka fuqarun tuhibbuna fa'fu 'anna. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea vizuri kumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu, na kabla ya Abdurrashid kwa hiyo kuja mbele yetu, hii ndio wakati ambao alitabiri mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika zama za mwisho, zama ambazo alituambia kwamba itafikia wakati dini ya Uislamu itapotea. Itafikia wakati Uislamu utapotea na kusahaulika, na ikapewa mfano wa nguo ambayo ulikuwa unavaa wakati ulikuwa mdogo, wakati ulikuwa unakuwa kaenda primary. Leo hii hakuna ambaye anaweza kumbuka nguo ambayo alikuwa anavaa wakati alikuwa primary. Sasa dini ilitabiriwa kwamba itafika zama hizo, na kutabakia tuna jambo moja ambalo alitufundisha mwalimu wa Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba watabaki tu watu wachache sana. Watu wachache sana ndio ambao watabaki na hii imani ya kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na hawa watu ni hawa wazee wetu ambao wanaondoka. Angalia hiyo imani vile inaenda. Wazee wetu wamekufa na imani ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio hawa wanaenda wanatuacha. Sisi ambao ni wazee watarajiwa itakuwaje? Ndio unaona leo hii tunahangaika maisha, uko huku uko kule. Haya yote yalizungumzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imani imepotea kwa Uislamu. Aliyebaki tu mmoja ndiye ambaye ni la ilaha illa Allah, ambaye kwamba ni hawa wazazi wetu, kuhu zetu, mababu zetu wanaenda. Kwa hivyo jambo la mwisho, tokamana na ratiba. Ikiwa unajua wewe ni Muislamu na umehudhuria matanga haya, basi ni vizuri ukae kama uko tahara, ukae kama umeshika udhu, ili wakati wa kumswalia mama yetu na kumwombea dua nzito ya imani yake ya la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu aweze kumpokea ndani ya kaburi yake. Kwa hivyo ikiwa wewe ni Muislamu na umekuja matanga haya, kuna maji huko nyuma ya hii nyumba, uweze kushika udhu, ukae kama uko tahara. Na si wanaume tu, mpaka wa mama zetu, tafuteni maji. Aliyefariki ni nyanya yetu, ni mama yetu, mtolee heshima za mwisho. Tusiwe ni wenye kuachia tu wazee. Ila mahali tu moja ambapo wa mama zetu hawaruhusiwi ni kwenda kaburini, lakini hizi vitu ambazo zimebaki basi wa mama pia waweze kufanya. Ustadh Abdurrashid, kwa hiyo tafadhali. Shukran Ustadh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale hawajafanikiwa kuwa katika neema ya haki ya dini ya Uislamu, amani ya Mungu iwe nanyi. Balia badatisa nga wosi keshitera mwesi kulwa
shire khaybale kushala hono au mao ubasena ngatao. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbi kafani fakhran an akuna laka abda wa kafani izzan an takuna li ya rabba wa mimma zadani sharafan wati'an wa kittu bi ahmusi atahu thurayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصفي من خلقه وخليله. Pole ustad abaye abana bangano omundu n'abana bukule hoindikayo muchene uno wina bukule akatika khamaunde na khabulu mwana wanjorera tsindengo والصفي من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المعجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق فصلوات الله وتسليمات عليه. أما بعدكم شكور الله عز وجل Mwenyezi Mungu aliyetuumba akatuweka katika ardhi yake. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kwa hakika wote waliohudhuria matanga ya mama wetu ni mazingatio kwa waliokuwa hai, kwamba kujua pia wao watakuwa katika njia kama hii, na tujue ya kwamba huyu mama yetu alikuwa katika njia ambayo kwamba ni mtihani, kwa sababu picha unayoiona katika macho yako imemweka katika istikama ya dini ya Uislamu. Kwa hakika ni jambo ambalo kwamba la kusikitisha. Nafikiri Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala alipomuumba mwanadamu amemleta kwa sababu ya ibada, lakini sisi tumeshindwa. Ibada aliyoumbiwa mwanadamu ni ibada aina gani? Ndipo tunaona wengi wanaabudu mizimu, ndipo tunaona wengi wanaabudu masanamu, lakini wameshindwa kumjua Mwenyezi Mungu haki ambaye anafaa kusujudiwa. Ndipo ni heko kwa mama yetu, ni mmoja katika wale waliopigana jihadi kwa ajili ya kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kama ndipo tulipoona waliotangulia baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, masahaba walioteseka kwa ajili ya kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndipo tumeambiwa na imamu wa mji kwamba ni mazingatio ama kuangalia ile picha iliyoko katika macho yetu, Uislamu unazidi kudorora na Uislamu unazidi kufa. Wazee waliobakia tusipokuwa na istikama tukawapeleka watoto wetu wakajua dini, wallahi Uislamu utabakia ni wa majina. Nafikiri nabii ambao kwamba wa 24 ambaye ni Yesu, kabla hajakuja katika ulimwengu, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na rafiki yake, alikuwa ni wa karibu sana, alikuwa anaitwa Lazaro, alikuwa ni rafiki wa Yesu ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Lakini kuna siku Yesu alikuwa ameenda kufundisha, akasikia kwamba Lazaro amekufa. Yesu hakuamrisha Lazaro apelekwe mochar. Yesu hakusema Lazaro avaliwe suti ama tai ama koti
ama simu ama chaja ama laini ya Safaricom ama laini ya Yu. Lakini Lazaro aliposikia kauli kama hii, Yesu akaambiwa, rafiki yako wa karibu, wale wanaofuatilia Biblia wanajua mahali ambapo nipo. Yesu akaamrisha, ikatafutwa sanda, nguo ambayo kwamba ni asili na ni nguo inayofaa, ambayo imetoka katika vitabu vyote. Ukija katika Taurati, ukija katika Injili, ukija katika Zaburi, vile vile ukija katika kitabu ambacho kwamba ni Qur'ani. Hakuna sehemu ndani ya Biblia, kwa sababu wengi hatujafahamu Biblia ni nini. Ndipo tunapojua Nabii Isa kitabu ambacho kwamba aliteremshiwa sio Biblia. Biblia katika lugha ni mkusanyiko wa vitabu. Namna unavyokuwa na vitabu vyako kaeka kwenye kabati lako, basi una uwezo wa kuita Biblia. Ndipo ikawa ni kitabu ambacho kwamba ni mkusanyiko. Yesu aliposikia kauli kama hii, aliamrisha wamchukue Lazaro, wamuoshe, wamkafini, wamweke ndani ya sanda, washamkafini, wakamswalia, wakampeleka kabrini. Ndipo tunaambiwa, jitieni mila yangu, jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu kila mara alikuwa akiambia watu wake kwamba mjitieni mila yangu, mila ambayo kwamba manabii wote walikuja. Ikiwa wewe utaenda kinyume na mila ya Yesu, basi wewe sio shirika wala hautakuwa miongoni mwa Yesu. Ndipo Yesu alikuwa akiambia wanafunzi wake 12. Ndipo mkaona Paulo akamkana, ndipo akaanzisha kanisa lake, kanisa ambalo kwamba lianzia Italy. Bimaana uchimbuko wa dini ya Kikristo imeanzia Italy. Ndipo tunaona Papa juzi namna alivyozikwa, hakusema pelekwe mochari ama kalisho katika mawiki. Sasa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa nini tusifate sheria namna Mwenyezi Mungu anavyotaka, tukawa wenye kufata sheria za viumbe? Kwa sababu huyu ni kiumbe kilichokuwa dhaifu, kesho unaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mama yetu alikufa katika istiqama, Mwenyezi Mungu amweke sehemu iliyokuwa ni sehemu njema ya peponi. Kwa sababu nitaelezea kisa kidogo ambacho kwamba sahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipitia, ambaye anaitwa Bilal bin Rabah. Bilali alikuwa ni muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida bi Makkah wa ashu fiha. Bilali amezaliwa katika jiji la Makka, na huko ndiko alilelea na akakufia katika mji huo. Bilali kabla hajasilimu alikuwa anaishi na mzee mmoja ambaye kwamba alikuwa ni tajiri, ambaye alikuwa anaitwa Umayya ibn Khalaf. Akawa anaishi na Bilali bin Rabah, lakini Bilali akasikia kwamba kuna nabii aliyokuja ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi anaizungumza, anasema annasi sawasia, kwamba wanadamu wote wako sawa. Bilali likamuuma kwamba mimi ni mweusi na ni mtumwa kwa Waarabu, kumbe naweza kuwa sawa na huyu Mwarabu. Ndio unaona Uislamu, hata mtu akiwa ni rais wa nchi, akiwa ni Muislamu, anapoingia ndani ya msikiti hatumwezi kumweka laini ya mbele, ataswali hata kama ni nyuma, kwa sababu anajua sheria ya Mungu inasemaje, kwa sababu ufalme ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Bilal bin Rabah akawa jambo hili linamuuma sana. Fa aslama alayhi Bilal, akaja akasilimu Bilal. Fa adhabu alayhi, na akapata adhabu iliyokuwa kali. Wakamkusanyikia Makuraishi, kwa sababu leo mtu anapotoka ndani ya Uislamu, huenda alikuwa ni Muislamu ajue hata suratul Fatiha, tunasimama tunasema angalia namna alivyokuwa amepotea katika Uislamu. Na huenda ule mtu hata Fatiha haijui, ndipo inakuwa
kitu ambacho kwamba kina advertise katika simu ama katika TV ili ionekane Uislamu ni dini iliyokuwa ni dhalili. Lakini Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi alislam, dini ambayo kwamba itakubaliwa. Mwenyezi Mungu hawezi kuwa mmoja akaleta njia 10. Mungu hawezi alikuumba akasema imma shakira wa imma kafura, akasema ukufuru neema za Allah ama ushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, kwa sababu ya muda na ashiriwa time, kwa sababu kuna wengi maustadhi walioingia na nilikuwa niwafunze namna mafunzo ya Yesu yalivyokuwa ndani ya vitabu vyote, kwa sababu Nabii Isa ni mmoja katika mifano manabii wote waliokuja wamekuja kulingania kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Kwa sababu ya muda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ametukumbusha kisa cha Yesu na Lazaro, akaoshwa akakafiniwa. Mawaidha ya Kiislamu au mwelekeo wa Uislamu nasema ya kwamba kabla ya mtu kufariki dunia huwa anabakisha siku 40. Kabla mtu hajafariki dunia anakuwa chini ya siku 40, na hii siku 40 anafanyiwa maandalizi ya kuondoka katika dunia hii, na pia anatumiwa malaika, anatembea na wao. Malaika hawa wanatembea na sanda ya peponi, wanatembea na inaitwa marashi hanut, marashi ya jana. Kwa hivyo kazi yote ambayo marehemu anafanyiwa ndani ya nyumba, kumuosha, kumutia ndani ya sanda, kupaka yeye manukato marashi, basi malaika walishafanya kazi hiyo, sisi ni kurudia tu. Kwa hivyo kutokamana na muda, nilikuwa naomba saa 6:30 wale ambao wako karibu na marehemu waanze kumshughulikia, kumtengeneza saa 7 na kutokamana na hali ya hewa. Kwa hivyo anayefuatia katika mawaidha Ustadh Harun nafikiri atatufungia, alafu tuangalie mwelekeo baadaye. Tafadhali. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandu balilokanga baberere nibere mbokhupira mheshimiwa Tikhofine ndokhuhakola ababerere nandena, lakini umulembe kwe tikhabi okonyala khurungana nakho isauti abandu abanji bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أبتر وقولا أمشير ويفو ماما ويفو كوخ ويفو وخرانجري دي مكومبي
ndakha mupiro ryumno okhwitsa mukutano kwa nasaye kuno eshikira nolekha mipango chao chosi nobola enzia ndirire sakhwitsira okhulira mama ufwire oyo ta khwitsira okhwirira mbunafune khube khurye wakhutitsanga abanji khuli abaofu sekhumanyire akaliyo tawe ala khubolerwa nende abemeresi betidini sikhumanyire tawe bado nekhushira abaofu sekhumanyire ewe khutitsanga ta mpaka isaino omundu abolanga mbu nemala ndafwa emalire okhwinjira mwiloba embolere nenasaye yanzibirire aryo amakhuwa kanje kawere lakini khandi yakalukha yeyingania mbukhule nende obulamu baada yokhufwa lano neshindu shendenyere okhulomalomakho mumakhuwa membikiti akalondana nende idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abesikwa banasaye abeshisa veterano fwesi pe khwalongwa nda Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa ta'ala ne khwalongwa khwiloba ne buli shalongwa ekilamu shakhafwe na lakini baadaye khandi khwibiriranga mbo khwalongwa nda nasaye ne khwakhafwe ne khukalukha khandi khwanza okhwirukha lifwa nakachirire nenjaka nende likhuwa litakatifu lya nasaye elibolele mbo inna almauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mbo lifwa lya mwirukhangero toto bwene mwakhakutane nalyo ewe mwirukhanga nemutyeyo mwakhakutane nalyo fasaturaduna ila alimi lghaibi wa shahada ne mukalukha baadaye mwahakutana nalyo ne mukalukha imberi wanasaye owamanya kabulafu ne wamanya akekisa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun kisha aruleo akhurunje khukekwa kholanga kosi basi efana khulyano khuri mama akuranjirire napo khushiri japo daka tsibire nomba tirano khushalo khuno lakini khushiri khuyerere okhukumbushania ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabola mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sonyala okhulomaloma wawulirisania nende ufwire tawe sonyala okhulomaloma wawulirisania nende ufwire tawe lakini ina anta illa nadir soli Muhammad illa olimuonyaji lane fano ngala khurwo khuri khuonyana khukanania mana khwamurishanie khutie khunjira nikakhabambu khufana ngala mama unafanire basi khube khuli khunjira ingololofu basi ndugu wa Islam kulenende eshindombo okupadilishania eworulano akhanyola bulwale bweshirifu nobole nje fulani ate asaire ne okhanyola bulwale pressure nje fulani asaire ndakhanyola obulwale bwokhuyirana nje mulakosi fulani alakule okho nokhwiruka lifwa ngokho nokhwiruka lifwa ngokho lakini niwakheruka wakholayo baadaye witsa khufwa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwalonjerwamo idini ya Islamu na idini yo maumbile no kalenjera kabinadamu nonyola mbu idini ya Islamu irinende tisiro tirano na lihuambo Islam lirinende tileta tirano Islam irinde tileta tirano alafu idini yene irinende tisiro tirano basi no lenjere lira la Allah subhanahu wa ta'ala Allah
lilinenda tileta tirano no bala. Alafu binadamu, okay, kabla wakabi binadamu tisireto mutisiro tiraneto kulinenda isiro ya kabiri mbu swala na sana rao kuswalienje kule kunyanga tiswala tirana lano nukwita ku binadamu kwecha shambu kulima umbile ke idini yeshi Islamu norenga tinzala chiri kumukono kwa msata ndo mkasi echirenje sata nda chikasi nonyola mbone tirano licha ya hiyo pakuboranga binadamu uli kamili binadamu wakamilika yenye kabenende tisense tirano na isensi ya kwanza no kulola, isensi ya kabiri no kuulira, isensi ya kataru no kuunyirisya, na isensi ya kane no kutesta okuonja, na isensi ya karano no kweulirisya, yani sense of feeling. Oyane binadamu uli kamili alinende tisensi tirano etiri kama tileta tirano tena sae etiri kama tisiro chobu Islamu etiri kama swala mwanadamu na chenda na tuye shirenjasi abe tango mkongo kweno mutinyu omukongo ko kwatirwa nende misikirano tilangu ngo mulusungu mbo the 5 lambas abatia kona school lano no chenda no piasi shirenje no piya shirenjo manyembu mukongo kulia kulinde tie misikirano kwa chahimili. Kwa hivyo akone maumbile ke dini ya Islam na kuita kushalo na kunyola mbo efyalo tile atiyama loba tiritirani onyola ngalaba sunganga loam soil, clay soil, sand soil nenda ngalam kokosi ama loba kosi karano tileto alafu no wita kumuzunguko kweshalo no nyola ngalana saa ya kabe shalo nakaba mabara karano 5 continents kunende bara Afrika, bara Amerika ye mkulu, alafu kunende bara Amerika ye mwalo yani North America and Latin America, alafu kunende Asia, alafu kunende Europe. Eshalo shiba chuwe akoni koma umbile ke dini ya Islam na nawe nuru lao warula maumbila ko watia mu maumbile kandi manyangambo ya wale waasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala honor la mo watia bundundi manyangambo wiru sherifa lakini lifwefo fayu utakutana nalo. Baada ya kukutana nalo kisha utarekeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atakulipa. Nema lilisia okulonda na nende ufire. Mtume sallallahu alaihi wasallam yabona istaghfiru li akhikum. Sabire shiro owashe nywe wa ufiroyo. Wasallu lahu tasbita. Ne mumusabire na sae amkhoro abo moyo mutinyu kwa sababu wali umsata waya umao mwana waya yes umao omwiho waya yes umao amakuwa kalola shakalo na kurula na longwa lano lurengo alinalwo nashikira mtume na kubora istaghfiru li akhikum sabire shiro owashenyo ufire umuyabiroyo wasalu lahu tasbita mana musabe na sae amukhole abobo moyo mutinywa laba wo kurenga tawo fa inahu al'ana yus'al mwahamara mwiloba malaika umursi yomo wala mkalusiria na abo mulamu maisha keyo na chako humuhoji na sae wonu wina idini yao ni dinishi olama anorenjere maswali kama kena kukaribu ngwa mungani kenyo kalusia kubra marebo ke mungani noa kabra amarebo ke mungani olamenya mobulai hoa kaya bulu bulai
khona saya kwa ure mjano bulayi. Ndugu zangu, abetero okugoba mama uno lihuwa lino lyenya kutilie mukazo elyokhusabira abashefwe, lakini nobola mbu olayabirasa nga olayipusi nomba imbwa nolekho ryo abwenawo soba nole khulyekesyo lyomurumwa sallallahu alaihi wasallam tawe. Elyanero kenya mmanyi. Ne mwisho kabisa khuli nende shindu mbukhulira omundu namala yafwa mwene anyolanga obuchungu bw'omwoyo amala kakhalikha, lakini lanewe nobola mbu olalira tawe khubera khumusingiche itikadi fulani mbu olalira tawe mbofana shina olalira tawe, lakini dini ya Islamu ikananga mbu mundu uwona afwire sholira tawe. Lana nakharecheresya ilo ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Inyanga ndala mtume nakania abandu mulalirenje tawe. Lo mwitsukhulu waye yatukha nafwire yatana nde maswahaba amasika alabafungula amoni na mtume alengo mwitsukhulu waye na masika kanzo khuronya na maswahaba bamulenga nibosa masika kanzo khurula banzo khulera nibakhamala bamala barebe ya rasulullah wakhukania mbo mundu nafasha khulera tawe nakhutsile wo mwitsukhulu huo nekhulola chako khulera fesi khulirire okhubera khuluti nolera. Je, ni mfano kwa shina na murumwana akalusia rejeresie na saya saadibu na saya saatesanga owamasika karulire mumoni tawe na saya atesanga niyekesyo lulime, yani akono malome khululime nolira undashere wina umbakale nendinjire hena ngandalalo mukofunde narira nakhola khwale nawe irundu khwale nawe irundu khwale nawe irundu khwale nawe irundu pasi chirenge ndindabi khana kumbuche ngalabaremanga emikhonye nibanyola 80,000 buli mundu nibaramushisuko nibatyabondo mbu barbel nomba njera ini ya ibaya liyo nolimwo mirire chikhola chiri no atimone turolokhanga malaika ameno notsakha oparambu ne igoli amaterekano lana babuzangayo paka omwesi kuwa ne lana bakalukha khumakulu amang'ondo kawa lana washafwira alenganga nakhola washanje khwali nawe irundu khwali nawe nasaye satesanga omundu amasikani karula mumoni ta murumwe yabola nomwoyo kubetsanga kuberere, lakini nasaye atesanga amakhuwa karulanga khululimi. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nafikiri imebaki tu nafasi 3. Nafasi ya kwanza ni alakawa mulwanyi mno. Nafasi ambayo imebaki ni ya Pastor Alan. Baada ya hapo tutaenda kwa administration. Karibu. Kwa hivyo wapendwa wageni wote, walimu wetu pamoja na makanisa, mimi nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii njema. Mimi kwangu naitwa Pastor Alan, nafanya na kanisa. Mimi ni mchungaji na kanisa langu ndio hili unaliona hapa. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya familia pamoja na wote ambao wamekuja siku ya leo. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya matanga ya mama yetu ambaye ametuacha. Mama ametuacha vijana 4 na wasichana 2. kuna firstborn ambaye mnamjua Musa.
second Asman, third ni Hassan, na fourth ni mimi. Kwa hivyo nashukuru walimu wetu ambao wanaendesha kazi ya Mungu. Na mimi ningesema tu jambo moja. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Na wote tunaelekeza watu kwa njia ya Mungu. Kwa hivyo nashukuru, ndiposa mimi pia nimesimama nyuma, kwa sababu mama yangu alikuwa bado Muislamu. Na mandugu zangu hao wawili pia ni Waislamu. So tumewapa chance wasindikize mama yetu kwa amani na kwa ushirikiano. Ndiposa sisi tumekaa kando ili kazi ya mama itendeke. Na ninashukuru pia maimamu wetu, mmeshika kijiji hiki na mfanye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itakuwa rahisi tukielekeza watu wa Mungu kwa urahisi. Kwa hivyo mimi nataka kusema tu kwamba viongozi wetu wote pia ambao wako mahali hapa tunawakaribisha. Karibuni sana. Sisi tunawapenda. Hii ni familia. Upande wa siasa kuna wanasiasa hapa, upande wa walimu kuna walimu hapa, upande wa wachungaji ndio sisi hawa. Kwa hivyo mama pia amefanya kazi kubwa, ameweza kutengeneza almost kila branch. Kwa hivyo tunajivunia mama yetu, ametulea, ametulinda katika hali ngumu. Baba yetu alituacha mwaka wa 2004 mpaka leo tumekuwa na mama. Amesimama na sisi, ametuacha kila mtu akiwa na bomu. Kwa hivyo tunashukuru, amefanya kazi kubwa ambayo tunashukuru katika safari hii kwamba Mungu amuongoze na kula anaenda Mungu ampokee. Kwa hivyo nataka kushukuru madada zangu pamoja na wote, na mimi nasema tushikamane kwa ajili ya kamba ya Mwenyezi Mungu. Jambo la muhimu ni kuwa na amani. Kwa hivyo sisi tunaombea taifa amani, tunaombea viongozi amani, na tunaombea pia watumishi wa Mungu amani. Amani ndio kila jambo. Kwa hivyo tuweke amani mbele. Amani ikitutangulia tutaweza fika mbali. Kwa hivyo sitaenda kwa mambo mengi. Nataka kushukuru walimu wangu. Walimu wangu mfanye kazi pasina kuwa na tashwishi yoyote. Sisi tunasema kwamba tunaachilia hii kazi iwe rahisi so that tusindikize mama mapema, ili tunapoendelea na mengine mama hao amelazwa, alafu tutaendelea na mambo mengine. Sasa hata tukinyeshewa tuwe tumemaliza ile lengo ambalo tumekuja. Kwa hivyo nashukuru mwalimu wangu, Mungu awatie nguvu, Mungu awaongoze. Na mimi nawaombea Mungu tushikamane kwa kazi ya Mungu. Mbarikiwe sana. Asante sana Pastor Alan. Bila kupoteza muda, vile tulianza tukasema ya kwamba kwanza tumweke Mungu mbele, aturahisishie hii kazi iwe rahisi. Vile nimesema saa 7 tuwe tunamsindikiza nyanya yetu. Kipindi kinachofuatia ni cha village manager. Ni wakati wenu. Balia abesera namasika owonya masika kamama emushesi mirembe cha Nyasaye keshitere mno keshitere handi mumera bananga Sumanu Nyachi nendi village manager wa Makunda B. Nano ufuile ni mama wanje nabaleka nuibulesie ndalananga omwami uzisi uitano langa basho alafu malisi. Watumishi wa Mungu, watumishi wa serikali, wakeni kutoka sehemu mbalimbali, Eto Isewere, majirani wapendwa, kwa majina na Ernest Odori, village manager wa area Matola.
Sisi tunachukuanga taka kidogo na tunakuanga tumenasa kila kitu tumemaliza. Wenzao kama wako karibu, village manager. Kama hawako karibu wakuja haraka hapa. Huyu mama amemaliza maneno yake ya dunia. Mimi na wewe bado tunaendelea. Tengeneza vile umesikia wahubiri wakisema, tengeneza mwenyewe njia yako. Kama unataka kuharibu njia yako, shauri yako. Village manager kama hawako karibu, karibu mwami wa Shoganesi, karibu. Amasika ndewa hukwire ho mishesi ya mgestere. Mera ni atmani kweyu village manager wa Shoganesi. Abemirisi beti dini mbalimbali bali Waislamu alala nenda Wakristo, mshesi asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Esemera wananga alima makoha nende vile jelda wapanyako. Embola sa poleni ababere abaleka nende balia abetero ukhonyo khulira bushikawa. Karibuni. Karibu sasa bro. Kulinde kipengele ya afya. Alafu kulinde mwalimu wa madarasa ya akidishe bolo kama mwalimu. Afya kuja haraka taka moja tu. Kunyalo kuibira na kunyana pia kwa msinzi. Tingombe sisi ndirani sinyinyi sana. Ito bolo asha iteri. Omera bananga shikanda haji. Shinoso isijiji shanjeta mwene sharu. Ala limto kubona kama kwa afya. Ndenya kubola mahwa mudaka tibiri usubiri wala bulanga pressure pressure embere ho daktari wa shijiji ko mama ufira mahwa ka pressure ne mama na mukola muhomwana karibu miaka 16 ne mpima pressure nokulena abantu ana bakorabu balinde pressure eshidishira pressure njeshono no babo buha ko subuyi no la timoni shalo ngashirima no inyo hubuha no la shirime manyan dalili cha pressure kulinda abantu ifyako lya balitanga bakora balitanga fyako bya shina omunda kule nyama mushiro no bakubucha inyanga yenene tanto kyasa inyama yo yanzo kulya omunda shira mabere myaka shira na tyakasa ichai FCFNF katenda bahana bakonda bana tyanga tuna bakoro kuteha ichai ni wenyo kuteha kebe kisya konyanga ina bakoro ukulamba bero chemusie kaka chemu karakano ukulamba tu chemusie changanyana la ye miaka ya rakano handikalusia kumaika ye majani katirane kabisa kubera ko byakoroleo bandu badonga mu chipsi abandu badonga mu soda abandu badonga malwa pressure fila kona hatawe no holorio pressure ila kunyola bile yenero cyacho kwipima pressure mumanye itira ire no la holorio ta nyangano na pia mwisingi okwisinga ola kwasu munyangano ufire no tira murobe tande pressure no tya mushisingiro orala seno hoya matsu murweta chaka hondo khona kufire otoka matsu kufire fiso khonya ke khobona kanye khobona shakhal na no tya musibitali okonda daktari niye yele khe embolanga niye khohonya na ye khohonya ndio siyesu usabiro ho hadi siyesu embe inemenya ile khohonya muriamulo. Asante sana. Kulende mwalimu yesu mleleza akidisha bashe abaroko kinsukuli yakale ili abana ba binjira no ba sukume matala muno mwalimu yesu naro mwalimu kama kuna mwalimu yoyote mwalimu no shikacho kuita enda pole jasa chief nende chief balilo mkutano kutiranga ofisa tafasa wenyanga na njokubeo osiesa anyala mkutano kumakuwa kwa usalama neme tensia wenao kulindi ngombe ndala verwao wa captain oba kao ngombe ndeshimozi lakini kulonda lange ngombe ro bomowa ifana ya bundu fulani bakabiri sinja kubenyama pesa lakini upate tunachunguza kidogo tunachunguza omuntu namayamba ali naye ijeso benda kunienda umurunga hola mwezi yakini chanja bulo kidogo wa kumanyirisia alafu utambulisho vya pingi sana ndiranga kubola baraka
ndio mtira kutambulisha mtira ndio, lakini semwende viruo vingi sana vizulelezi tu semwende ndio viruo vingi sana kutirira nende ndani masika kandiana mbora bora munda ba msikaro washe chungo washe na weso chungwa kumenya bile mishana muno none washe nyanjirirwa ole kala ta weso lenjirirwa tukonye washe na kubatibungu tumukonyi kumeje kuriyo no mwana nyenye kushama remwana wa imbere w'abantu pano kubona bamwana waje bamura akoshirira tawe olanga letsanga timbiro kujana ndabara siasa nembo redi na chakofolo mpuko sataka iliana bana voloda obama redi isabere mbama ndabariano redi isabere mudada yezi akidisha bashi mudada ariano kuma mwanya mukore redi isabere mudada anyene alafu unende mama community admin aliano yetukubalo tukuingiza mheshimiwa kwa tu kidogo utaingiza mheshimiwa bali abamasika abakene barodese mbali ndakabashiza keshtere omwami ndikombereza kama taka trano tionyo namba 2 kwa sababu hulana nende batangazaji ba radio isabere na mama unabesanga member radio isabere ko kukombereza sire sana veteran ko shinzo kutia mangita zo kukaribia organizer wa cluster yeze akaribia machairman ko sini kama kaliana Hembe mwesi mera kanje nangwa Julia Waswa endo organizer endo kukaribisha chairman boss karibuni. Radio Isabere umera bananga idi kwangoto omukofu mutitwe matungu chairperson wa Makunda Zone Radio Isabere. Radio Isabere siamera bananga odanga webisembe erule bisembe jamani bisembe kilavu. Radio Isabere futu tiyomlia mere senangwa jana tulitomia endi chale wa Bisembe Salam Club. Radio Isabere mere nangwa bayo hungema ndi chale duo hungema. Radio Isabere umera numupwe foko chairman ubutwakani secretary shamashishim. Radio Isabere umera mlanja sana butetso kubwaro chairman wa chama cho kubwaro nezi ubetanga nende mama wa no mshama cho kubwaro ko chama cho kubwaro ne namba sikakano muriyo mno. Radio Isabere karibuni watangazaji, karibu mchesi mbalozi ngoyo tanga wakoro mchesi wakoro mbalozi ngoyo, karibuni sana mchesi. Asante sana idini ifishi Islamu viongozi wakiongozwa na MCA wa hapa Mheshimiwa Karimu Osama Tingili Mwisanje mshikawa. Asante mno msiano mkolwe omwe wanje mwami mlanja kabisa Muhammad Omar. Assalamu alaikum bosi. Bwana Yesu asifiwe. Fakubu na kwa manji tunaheshimu sana dini ya Islam, kwa hivyo maimamu tunashukuru sana kututambua sisi na pia kutambua nafasi yetu katika jamii hii ya Mawanga. Shikadaba hawola hokolanga Radio Isabere 88.3 FM ndio hoshi wa shanje ashisiho hola ko pole te ko mama mwana hawa na hawa na baraka alafu sisi hotiriri mbeshikale karibu. Asante karibu. Abamasika betero kuyihola mama hawa dini ya Islamu ebashensia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kumere nangwa balozi muyahudi okusasa kwa marifu yeka inambata okolangendo washanje mu Radio Isabere muri muno sana kudokuwulirisya kandi kutirane muhono kusuta ulatyale ese familia ya mama mwana hawa mbona mutinya mioyo omulonja haya roho mukwe kwishisamu mundata wakane mutuli saa 12 mpaka saa 4 alafu saa Jumamosi mpaka Jumapili handi wakananga saa 2 teshiro mpaka saa 7 mwagana chema nwanje omupefo
Aya, asante. Ndio ndara wala mbuchie manu tuakani na mwenyekiti mwene muhogo ngoi. Ndio bezanga mbutu akani bora mwa kwa saa 6 tinyedo Afrika. Kwa hivyo esindu mwita pastada sana. Pastada ndo mwita wanje abashika wa boss na beta wanje abado be makuna na beta wanje sana. To make it correct, Horera Ward na beta wanje sana. Ndiko manga mwenye wale mwa madai Horera Ward. Ndio sababu viongozi wenu wote ni marafiki zetu sisi. Shikane kareo. Ndenye kubora hii familia mwana hawa poleni sana kukosi mshere. Umshere nafa horega nafa kasamba library. Na sisi tunapenda dini ya Kiislamu sana. Ndio sababu hata kesho ukisikiliza kuanzia saa 9 utasikia mawaidha ya dini ya Kiislamu ikipita hapo. Na hata nyinyi msikiti ya hapa kubera kwa heshima ya mama mwana hawa na heshima ya kanisa ya Pastor Alan. Mujenda kwa nafu mwende mwana kwa mawaidha kwa dini yeshi Islamu bado urudisha. Nashikana kama imam. Asante. Siku mama kwa manjita, isembe tanga mshipindi cha kuvutana kuweka. Emanage mboda wado wakasimkano shiruhutia masika oranjiro fuchiro msata busumaji kwanza mwana kabasata wale ubanga tira kwa mukongo ndio maneno musata tiena pako mule ho inda ya kama yera kwa mukongo kubero makasari busy atiri dorkasi atiri shiyama wa maskari sha kosa kwenda hudi na basata fuchika bariyo nikajiranga basata bako mapema bana kabasi wajulu mkhasi ya khumra na musata yanga pastada muombe sana viongozi wa kina mama hawa hoyi balinde matala kifubulai isimbu na mwa manji tabana ndo mchezo wepo wanga wahaura mwaka pressure na mwaka sha na pia nataka viongozi mkiongea msaidie sana watu wa Horera Ward shinya kwa kwa nyaka kwa ndio sio chakula shina shiba honye mdomno ligururu mno sana bwana nesi hapo linde. Asante sana Radio Isebere nisaudiso mwa matola mumbure langa talanda kwa mundu roho nesi uno Emora nga masika lumo aba abangwana kadamuri masika kanu bangwana mari disko matanga kana ibere umayo bulana taburi shindi shita Radio Isebere remamba sumu akabado na sabe na bene nana na kunjisia community admin mama hule chona ngata lafa lengi sa mheshimiwa Karimu Wasonga Tingili yesabu arabandu karibu mama. Asante sana bwana Otis. Imams wetu abaongofu ba Radio Isebere waliofiwa, viongozi wa serikali wote akiwemo MCA wetu Mrembe na ngwa bibia na Barasa nikiwa community administrator wa Makunda. Esiembola poleni sana familia kwa kumpoteza mama. Mzee Kati pole. Pastor Alan pole sana. Pastor Alan ni rafiki yangu. Kwa hivyo mzee Kati tunafanya naye kwa ofisi yangu, yeye ni CAC member na Maguru Kanje. Wanaitwa Community Area Council. Ne huliano kuitira hulira nawe mzee Musa Kati. CAC member baliano mabushe kwa sababu ya wakati mpunge mkono CAC members. Noma yoko lamu ofisi yanje, unene CAC member wa agriculture, to health and so forth. Mremno Nyasaye mlinde mzee kuitira hulira nawe, pole sana utire moyo. Pia niko na matangazo mawili matatu ya serikali. Jambo la kwanza ni kwamba kama uko na mtoto msichana chini ya miaka 24 na amejifungua, ako nyumbani ama ako shule, utaniletea jina lake. Uko na mtoto ambaye amejifungua, ako shule ama ako nyumbani chini ya miaka 24, utaniletea jina yake. Serikali ya kaunti iko na mpango ya kusaidia hao wasichana. Na mama, wakina mama ninawaomba muda mkudabana bebubasha hana mubaira upati sindani mbalebula tao. Hii vitu mimi naona hospitali. Hii vitu itakuja kutuletea shida. Tuongee na wasichana wetu kwa uzuri, kwa upendo, tuweke karibu na msikiti, tuweke karibu na kanisa na watoto watakuwa wazuri. Olara mwani sindani, isahumunyazia, wakati atapata bwana mzuri, anataka sasa kuzaa. Atatafuta mtoto miaka 30, atakuja kujinyonga ama atakunyonga wewe. Kwa hiyo vitu wakina mama nikiwemo, tuachane na hiyo mchezo. Jambo la pili, kuna grants, watu wali apply grants na grants, vetting ya grants imeisha. Kwa hivyo tunangoja kamati ambayo ilivet grants watuambie ni siku gani wana group wetu wanaenda kupata pesa za grant. Kila chama itapata shilingi 50,000. Na hiyo pesa mkipata sio kwenda kukula mkate, mandazi. Hiyo pesa ni ya kufanya
wamenunua Panyako United walinunua tent. That is good. Kuna wananchi disabled tuliwapatia hiyo pesa. Nitafuatilia hiyo pesa mnafanyia nini. Jambo la mwisho, abantu banje be makunda ebasabendi, tuache kulumbana, kupigana, kutusiana kwa sababu ya siasa. Abana batakwa mamukorera boss na abana befu, na kiongozi Mungu ndiye anajua. Mimi ninasema kwamba tukae kwa amani, tukae kwa amani. Sijasema mimi kiongozi atakuwa fulani, Mungu ndiye anajua. Tukae kwa amani, tushirikiane, alafu wakati wa kura ikifika, nyinyi wananchi ndio mko na mamlaka ya kuchagua viongozi ambao mnataka. Na sisi kama serikali tutafuata mambo yenu kwa sababu nyinyi ndio wadozi wetu. Mremno Nyasaye mulinde, mremno kunde keresia. Nachukua hii nafasi kumkaribisha MCA wetu, MCA Osama Tingli. Karibu mheshimiwa. Bro. Asante sana admin. Family ifuirirwe ili yabashikana nendumo viongozi b'idini bali ya boss betero konyokoba mama ebashesi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale ambao sio Waislamu, amani ya Bwana iwe nanyi. Asante sana. Siende nyo kubola fursa ino kubola muryo muno sana kutoka konyokoba mama. Siende ingo kuronga mama ya goro kula Mungu lewe kuberana shiro shosi mpaka isaa ino kushiriana. Embole bali ya boss betere, karibuni sana, mujisikie nyumbani, na niombe matanga ya mama iwe matanga mzuri, usiwe na malumbano, sababu mimi niko nyumbani na wale wenzangu ambao wamekuja kusimama na mimi ninawakaribisha. Sijera bosi hande banyo kutinyo enditanga ndema nabo. Kwa hivyo hiyo mambo ya kelele sitaki kusikia, na muache kulumbana hapa. Tumekuja kusindikiza mama. Esi ubolanga uno mama nguna korre handi subuhi no kana wakosema mama mkuluwana. Kwa hivyo mimi niko na huzuni sana kwa hii familia yetu, tunaendelea kupoteza. Niambie watu wetu wa dini msidi kutuombea. Kwa hivyo Imamu Rashid, wacha communication, angalia huko wewe ni imamu, achana hiyo mambo mengine. Niseme kama kuna wale wametumwa kuja upige pole, utoe mchango yako. Kama unajua uko hapa na umetumwa kuja, sema pole, toa mchango yako, twende. Naona hata mlango imefungwa, wanaweza fungua wakati wote. Karibu. Karibuni. Osama sana. Ndugu wetu Waislamu ambao ni imamu nenda abantu bose betera ukonya masika kamama. Assalamu alaikum. Esende merano enangu isakasheo esendu mwana mnashi ne babashika bano ne bamukwasiye ne bara nukulya no mwa Osama imamu bakabola kabu bali tala bakabola kabu ne sende mano esendu mwana siasa esiasa bange kisala 2027 okubera efenda abashika kulya betu nikwamana kubaliana kukaulingana shika kwa bukule kisala cha chief kwa wezi abashikawa eshabwe msiye omwamu Osama ya Deshara na mimi nashangaa kabisa. Sisi kama viongozi moja na kumea wenyu mihandi meukulira abantu ba kuyochera pata kuruka kabisa. Mungu hadi mwereluti Mheshimiwa Osama, sisi hatuone kama hiyo ni heri kama tuko kweli. Kama tunalia na wewe na unaita watu wa kupiga kelele, hiyo si uongozi. Ekebona na hutano yustima yumbao. Ukienda katika hospitali madawa ni zero. Na lazima tuambie viongozi, kwa sababu hawa viongozi tumewachagua wafanye kazi. Na nyinyi asema mama bana na abaji abaurere
shilingi 500. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Umere bananga injini equity. Siye matungwano ndemere sana shabubunge. Ndenyembi niyo mukora ulango munabulindo uno. Neshiru kusema siasa nishema weta gazi. Lori nende muwateta ipin. KRA pin. Otiamu revenue. None lipa angatokuru noteta. Batsanga okuleshera okuza umwaka kwa 2023. Olabwene. Ero mbara munyore report yo. Uendelee na siasa. Ejande meisala shino. Obutinyu buli matungu muno kwenda danga. Sana kunyakananga sana. Basari shikunyola ngatani basari form siyatere juzi. Amapesa government ishiru kwinya kata ki basari form siyatere mshado muno. Ola. Basari tino bwana ne akabire form tino bulu kutonye sheshi guru. Abantu 10 buli kuwero libi sana. Yenyakana tinya yenyakana akadusha kabi buli umundu esimumbe kisana shino tafadhali bana befu. Nitokukuda idata y'abana bose bari matungu. Mana buri muzazi yemenye nendo umwana wae. Ibasa rishenzo umwana ibasa rishinga elfu tarutawe. Omera buri umundu alipango mushuru. Arona lipa mushuru ta. Siata nokuda mukato boli pro mushuru. Shina shende le amatungu bodi. Omukula mkora kwara kushisana. Kano ndege lero. Amahuwa ki university ya Lwanyano. University no libano iba ya huwa kwa mshado mno sana. Abone. Shenzo kuchongo kuna mali kwa university ta. Ukubera mapesa ka CDF kama lo kureba hunda loko. Kakoya nanga okekhala lefoko bakhuluwo. Kulinade mheshimiwa kwaula. Yeta Lwanyano na kubora la kwa yutundi. Ala kumba she university. Yezo kuizo kurera stima mshado mno. Efinde fyose shukudanga tawe. Isaina kasi ya amapesa kebu akabushuru ya kasi ya mapesa kano mwite aleta inako okubakula ala ninya biashara lana ninye abana mapesa kikulikuli ili mupera mapesa omunye muchama muri amapesa ako na kenyu na muzumuzie kutembea mchukue pesa mkule nimumbere sikura amoni sisi number 1 lizo kuchenje matungino for 5 years. 240 million. Na mapesa kanyazo kuchenje matungino with 5 years. Na matungino yazo hanga London. Ukaina ako chango kwanje kuliano. Asante sana. Urumiro ombi. Oundu urumiro. Mama orogariku. Anangani mshikati. Ifuirire nende abantu bose wabasokonya. Assalamu alaikum. Wasiokuwa Waislamu, Bwana Yesu asifiwe. Basi esie elangu amoro na betano nende shibere shikari sana sababu kufa wanje ukolera na marekoyo numi mula papa wanje na marekoyo mula papa nefandi jina mwana na marekoyo yari na shikawa fondi sire muba shikawa na manyire ndisire kurira beho banje ifamily ifuirirwe poleni sana ndaharera mchango kwanja shilingi 1500 Nikora ryanje rya kabiri ndenye kuba perejo moya sumuria muno kwita masika kakuhu sababu ewe n'abantu witanga masika kunyasi masika kabasho sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu akusamehe ikura yawa isai na mali bakolanga ikasi na sisi tumepatia viongozi wote ambao walichaguliwa wafanyie wananchi kazi. Ikasi bana befu iringo mukunda kwa tinjuku mwakolanga maendeleo kata ule vijana masika wakayurera maendeleo ikaonekana
jamii. Hiyo shule yetu ambayo tuko nayo ya Makunda Secondary School iko na shida kubwa, kwa sababu watu wameenda mahakamani na mahakama imeamuru ya kwamba hiyo shule haina title deed. Mimi nataka niombe wazee ambao wako hapa, muende mzungumuze na hiyo familia ambayo ilitoa hiyo shamba, so that kukuwe na uelewano, hiyo shule isifungwe tafadhali. Ese ikura mwakupira kwa bana befeo dimu embo damu riyo mwana bandu bekorera ese nemba omudamu ese nga damu amanya atali bera yukorera riyo wakati wa kura utakuja mriyo mno Yesaya walinde. Nimeambiwa kuna mwakilishi wa mama Elis Muhanda ako hapa, kama ako karibu. Ndugu zetu Waislamu, Wakristo wale wako hapa, wale wametoka sehemu mbalimbali kuja kusindikisha mama. Mlembe mwesi, mlembe handi esheru rebu wale emwanu Mumias West enango langa Christopher nosanga resana nuunanga manganga ninyanga usinyishe nuunanga msala kwa lumbe oranga. Mimi niko hapa kuwakilisha kiongozi, nimekuja kuwakilisha mama county, mama Elis Muhanda, incoming governor wa county ya Kakamega. Mumburanga ni mama Berere tano, lakini kwa sababu ya maneno mawili matatu imefanya kose kufika hapa, kwa sababu wanatengeneza mambo ya serikali. Ndenye humu birindi wewe bro unasubaka tu ndenye humu asiyabujua kuna Mumias West. Abantu wa Mumias West tumeamua 88% ya kura zote za ugavana zinaenda kwa mama Elis Muhanda. Kurechana fanya njira. Kwa hivyo amande be matungu, mnajua tuko na uongozi na hiyo uongozi inaenda ikiregarega. Sasa tunataka mutafuta uongozi tofauti kuwezesha mama aliendesha nashino kuwanga na mumanyire bamama bano nebebula Yesu Kristo, bamama bano nebebula Mtume Muhammad, bamama bano nebebula Katakinyata, bamama bano nebebula Kateso Muhomo Hongo. Urejea saninjia na ukichukua shilingi 100 upatie mama na uchukue shilingi 100 unipatie mimi wanga, shilingi 100 mama itokona ikasi, shilingi 20 anakula ichumbi, shilingi 10 anakula gorogoro, shilingi 30 anakula mama anakula papa katalishati, lakini asiye shilingi chanja 50 dalaila kwa kulipendwa, shilingi 30 embeko mama pima. Nani atachunga pesa ya mama? Wamama wanajua kuchunga familia, wamama wanajua kuchunga pesa zetu, na tukitaka tusonge mbele tafadhali 2027 mwareche na subulai wale mama Elis Muhanda aile baraza ngoma pema ili tupate uongozi kama ile ilikuwa governor Paranya. Na amenipa kitu nilete, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mama ameniambia nileta hapa shilingi 5,000 nipatie familia na niwaambie poleni sana, ako pamoja na nyinyi, na mumkumbuke 2027 achenjo mpira afunge baraza libao baraza ingo nyasema lindeko. Asante sana. Orimuno sana.
Leo mimi sitaongea siasa kwa sababu niko nyumbani. Isipokuwa mitirano kwa ajili ya kuoba mama. Siasa kanado kuwana manai nyange nado kuwana mabi. 2027. Ipura niuda na kuwana mawakasi. Nakutana nao huko. Nendi anendi nde menendo mchao kwa gavana Fernandez Barasa. Ya mpole nende emano. Gavana Fernandez Barasa yambole ile yenga chairman wa Kakamega County ODM chair yambole ndite kupili family board na msekati amo na msekati ni chairman wa ODM Mwema Tungu na kusia mama wai gavana yambole mboli family board Cardinal Mo ali Mombasa kwa shughuli za kikazi angekuwa hapa leo. Mheshimiwa Gavana yambele mchango kwae kwa shilingi 20,000. Ikifika 2027 tutafanya siasa. Watu wa Matungu, watu wa Kakamega. Kwa hivyo sisi gavana tunafanya kazi, tunashirikiana na yeye. Pesa ambayo imekuja kwa kaunti imefika kuanzia Januari. Ile kazi tunafanya kazi ya ile pesa kwa mkoa. Kwa hivyo mimi naambia sisi tunafanya kazi niko na Rashid Kati hapa, wacha atoe photo of thanks. Alafu niite ule atasimamia mambo ya sadaka atusige mama. Karibu. Asante sana our sitting MCA ambaye ni baba yangu Mheshimiwa Karimi Osama Tige. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasiokuwa Waislamu, amani ya Bwana iwe nenyu. Asanteni sana. Mimi nataka nisimame hapa kwa unyenyekevu mkubwa sana, na naomba vijana wenzangu, sisi wote tunatembea na nyinyi, tumekutana na nyinyi mara nyingi sana. Mimi huwa naenda kwa wenzangu na leo mmekuja kwetu, si sawa? Sasa mkija kwetu pia mimi munipe heshima, sawa sawa? Asanteni sana. Mimi naitwa Rashid Kati na nesie kijana wa mkono wa mama Elsie Muhanda Matungu muno. Bahoka mama Elsie mula na chapa nesie okolanga sawa sawa. Mungaba hodo washanya na bola arule Mias West, lakini awolanga poleni sana. Mimi nimesimama hapa kwa kutoa shukrani kwa wale ambao wamekuja kusimama na nyanya yangu. Nyanya amekuwa mzee, alizaliwa mwaka wa 1933 na wengi ni majaliwa wafike hapa, si ni ukweli? Asanteni sana. Nataka nianze na shukrani kubwa sana kwa dini yetu ya Islamu. Mlio mno sana okwechesia imani nzuri kwa ajili ya nyanya yangu. Mlio mno bila shaka bahari sanga family yanga abashika, lakini tunasema Mungu awabariki. Asante. Ingine nataka niseme majirani wetu. Majirani wetu mlio mno sana. Kulewita okwema nende babashika ili mukugonye okoba nyanya. Ebo kulanganga bunyanya. Kulangana kwemunda kwemudwa nyano kulanganga nyanya. Lala ukosiye nyanya mlio mno majirani okuitsa okonya okoba nyanya. Shukrani ingine ni jamii ya bashikawa kwa ujumla. Nataka niseme asanteni sana bashikawa, mkoleli kwa lilai sana kulo kuitwa kwa malala ili kukowa mshere munjire shironyo namna hii. Asante ingine benyo kumolendi abaraka bashanje mlio mno sana nditange unafiria mungaribisha nese nendera ko denyu ta ko pia mimi nataka kusema mlio mna baraka bashanje kulogo kwa honesa. Asante ingine nataka nipeleke kwa timu Radio Isere ambayo inaongozwa na marafiki zangu umchezi weru wanga nende balozi
mliomuno kwa sababu mambo ambayo mnayafanya yamefanya ifabawanga kuchendelanga adala amakoka mubonanga atabantu abalala muno bana mangano shwaminanga nenyuholata sina weni sini vijana wadogo lakini amakoka rulama sina makali amanga buda. Shukrani nyingine nataka niwashukuru marafiki zangu. Halo vijana, halo, tuko kwa matanga tafadhali. Shukrani nyingine nataka nishukuru marafiki zangu ambao tumefanya nao kazi ya siasa, kazi ya biashara kule Harambee. Nimeona timu imetoka Koronzo, ndio hiyo hapo. Nimeona timu kutoka na Mamali, ndio hiyo hapo. Nimeona timu kutoka Mayoni, ndio hiyo hapo. Nimeona timu kutoka Halaba, ndio hiyo hapo. Msibanje washika sembe mdudai leba nitako na leza waje bikwali ndio mwisho. Pia shukrani nyingine nataka nimshukuru rafiki yangu, ndugu yangu, Mheshimiwa Saif Omboro. Omboro nataka kumshukuru kwa njia fulani. Sababu ya mimi kumshukuru Omboro, mimi wakati nilisimama kiti cha vijana tulikuwa na huyo Osama. Osama alikuwa amesimama na hicho kiti na pia mimi nilikuwa nimesimama. Omboro alitoa roho yake yote na akakuja akasimama na mimi nikawa namba 2 kwa huyo baba yangu Osama. Asante sana Mheshimiwa Omboro. Mimi ndio kwa mjasiri namna hiyo. Shukrani nyingine nataka halo vijana. Kuelewana? Shukrani nyingine nataka nimshukuru Mama Admin. Mama Admin, asante sana, umekuja kusimama na sisi. Shukrani ya mwisho nataka nimshukuru Mheshimiwa Osama. Asante baba yangu. Asante baba yangu. Halo. Asante baba yangu. Wewe ulikuja hapa jana tukapigwa na mvua hapa. Hema likatuangukia. Na ukasema yuko na mama yako. Umesimama na mama yako hadi mwisho, ndio wewe unamsindikiza. Sana. Haya, sadaka. Haya. Wewe unaona kama radio huko sasa kama leo yeka inamba. Sadaka nalo. Mbona ngaisa bale leo janga na unaona kama mosa. Ndio nalo kuna msadaka. Nitazamana kana usadaka analeta chama pesa. Vijana jambo lake sana mapesa. Wamama kujeni moja tu. Moja hapa. Abana yuko ikelele bwana. Haya. Kujenga sadaka mama. Kujenga sadaka. Vijana mnashinda masika. Leo sadaka mama mwenye kujaza masika. Presha nyiko hapa. Tunaomba vijana waingie kwa jeneza. Tunaomba Waislamu waende kumshughulikie nyanya yetu. Waislamu twende kwa mama yetu.
ustaz na vijana. Naomba ambaye amesimamia matanga, tuna sadaka hapa. Mchango wa tuweze kusimama kwa heshima ya marehemu ambaye ametuacha. Napata ripoti ya kwamba kuna wamama ambao hawajatoa sadaka yao kutokamana na fujo ambayo iko katika boma hii. Kwa hivyo wanaomba fursa hiyo waweze kutoa sadaka zao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafikiri tumefika wakati wa kusindikiza mama yetu. Tunaomba space pale mahali pa kuswalia, na tunaomba Waislamu wakuwe na udhu. Pia tuko na nafasi ya kina mama wanatakana waswalie mwenzao hapa nyuma, pia wapate space ya kusimama, kwa sababu ni sheria inaruhusu pia wao kuswalia mwili. Kwa hola kusefyo kutanga asiamadeni, tafadhali mama uno yali renje ya verena beta aluho omundu ubanza mama uno, kwa sababu alinabana mungo mno, ili wamanyikane, ili babebahu lipaliden. Omundu yesi wabere nabanza mama naluho, kwa sababu kuli kusafari ya mwisho ili alekeanga imberi wa Mungu. Omundu yesi naluho ubanza mama yerusie, ili familia ibe yenye kumushulikira. Yes imbarao shulereo na aluho wa mama banza walalamba afuire bonano linalidendi ya ulere tao inyanga induho olilipa nabaho. Mundu yesi wa mama banza tafadhali ajitokeze, ili au mwenye kuongea na familia aweze kulipa deni kama hilo. Nafikiri kwa hayo yote mawili hakuna. Narudisha kipaa cha sauti kwa imamu mwenyeji atupe mwelekeo katika upande wa kuswalia. Naona Amir Kasim ataswali sala ya janaiza, kisha baada ya hapo tutaendelea na mawaidha ya kaburini. Bismillah. Ni wakati ambapo jeneza zinaswaliwa. Hiyo ni itikadi ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo kila mtu yuko kimya wakati ambapo jeneza la marehemu limewekwa mbele linaswaliwa.
Ustadh Hassan Bwakali inshallah tutolea wadi kuhusu mtihani ya kaburi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مرسل العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi bamama banje mukupanga timbaka inyuma wanje tafadhali abashere banje kubene ndi subira, kubene ndi utulivu masika kwa mushere wanje kubera ikilele kupanga hano wesi tarajie uwo barakupabariyo urubano konere mujeneza urubano kornere abundu nyakanuve alafu wesi barakupurikelele uritema ngalo zuia lakini pinyalakana tawe ko ikelele masika sikenyakana tawe fujo masika sikenyakana tawe marehema urangu vi iberu watita ngalanga makwa matinyo nane odo malamanga lawe nyere lakini kenya hano manye wesi furi khorakana masika kao lano nyere masika kao kabende utulivu, kuwa na utulivu, kuwa na heshima kwa matanga ya mwenzako, na hiyo ndio taratibu ambayo inatakana tuweze kufuata. Kwa hivyo inshallah vile wanasindikiza mama yetu ama nyenye yetu, na sisi pia tuweze kujua tutafuata hiyo njia fuesi kulalondi njira eneo injira yo musherewe falonda ngaho ne amaho omundu yesi abo mwana abo muraka abo mukofu unyala kuyepe njira eneo tawo. Ni lazima fuesi kulalondi njira eneo ne injira eneo inyamandalizi inyawuyanda yeulai ube omundu uparanga mbu inyanga yeniula nginyanga ya mama ifiulile ulufuanori bila shaka huliranga sitabu tukushialo, lakini hulnende sitabu si nyingi bado hula kushialo ni maisha kandi amatinyu maisha kushiri kumenya hoho nuru kushialo kuno bado kufua hulenda maisha matinyu sana, lakini wanu babolanga mbo hawa malafu luwiri ukukati njani wina kalona khananende ngalono wanu menye kushalo kuno wanu menye rori kushalo kuno wali shirikhayi wanu wareka abandu wali wareka makuwa kanyasai. Kwa hivyo ni lazima kupare iberu kutitanga kubera kushalo kuno mtume salama abolanga mbu kushalo kuno kula abacheni ne kula abacheni ewefu ni imberu kutitangirya iyo ne wefu
sababu mtu akishamaliza kufa hakuna kufa tena, bali kuna kufufuliwa. Ukisha kufa hakuna kufa tena, bali kuna kufufuliwa. Sasa unafufuliwa, unalipwa yale ambayo kwamba ulikuwa unayafanya hapa duniani. Kwa hivyo inshallah tumesikia mambo mengi ama mawaidha mengi kutoka mashekhe wetu. Mimi narudia, tunakumbushana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an na katika vitabu vyake vitukufu kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa dakhala al-janna faqad faz. Alafu anasema wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abodangambo kila kiumbe kitaonja mauti. Kiumbe ambacho kwamba kiko na uhai lazima kitaonja mauti. Kiwe kiumbe ambacho kwamba ni binadamu, kiwe kiumbe ambacho kwamba ni malaika, kiwe kiumbe ambacho kwamba ni mnyama mandege, lazima kitaonja mauti. Hata shetani pia ataonja mauti. Sasa mauti haya yanakujia kwa sababu muda wako umeshaisha kuishi duniani. Muda wako umeshakwisha ya kuishi duniani, ndio mauti yanakufikia. Lakini kama muda wako bado haujafika mwisho, ama muda wako bado una muda wa kuishi katika dunia hii, kwa hivyo utaishi kato muda akolarie. Lakini Nyasaye na urombo muda kwa kushiri kwa kufua uitsokumenya kushalohono na uitsokumenya kato muda ile komba mbufwe, lakini finyala kanatawe kubere Nyasaye ashworembo umenya kushalohono. Kwa hivyo baada ya sisi kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ikifika, ama baada ya sisi kuingizwa katika makaburi zetu kama mama yetu anavyoingizwa katika kaburi lake, tutakuja kufufuliwa siku hiyo, siku ambayo kwamba ni siku tofauti na siku zingine. Imeitwa majina mengi: yaumus saa, yaumul qiyam, yaumuddin. Hii ni majina ambayo imeitwa siku ya mwisho, na hii siku ya mwisho imeitwa kwamba ni siku ya kusimama, siku ya kisimamo kirefu. Watu watakuja kusimama siku hiyo kwa muda ambao kwamba ni muda mrefu sana, hata mimi sijui ni muda gani, lakini imeitwa siku ambayo kwamba ni siku ya kusimama, kisimamo kirefu. Sasa kule kusimama, kuna wale ambao kwamba watakuja kuomba Mwenyezi Mungu awatoe katika kusimama, awaingize katika hata kama ni motoni waingize, kwa sababu adhabu itakuwa imezidi. Kule kusimama wanasema kwamba ile jua itakuwa imeshasongeshwa karibu sana na utosi. Saa hii jua iko mbali millions of miles, lakini sasa hivyo hiyo siku ikifika, jua itakuwa imesongeshwa karibu na utosi zetu. Sasa watu watakuja kufura nyama zao za mwili. Watu watakuja kufura nyama zao za mwili kwa sababu ya jua, makali ya jua. Yaani mwili unafura kwa sababu ya makali ya jua. Lakini naolenga saa hii liba ligiale wa makana. Ligiale, lakini shonyelo kwema no karibu daka siriota. Nombali sali lama nwembero kumbasu paka utofu ilambo urango uduya. Lakini nyangeyo ni nyanga induho, ni nyanga ya mateso, nende nyanga iraha. Baria ni ilawe nyanga tofauti. Baruwa la urobulai, baruwa la urobi. Baruwa la urobulai hulona khanane de malipo kabo kanya saya alabana walipre. Hulona khanane de matendo kabo. Nuombaga alabana minyakushaloko no mituhuru bilai. Neo hulenda baria bala urobi hulona khanane de matendo kabo galabana minyakushaloko. Abo balanga mushirikhai. Nwa inema ikuwa kanya saya na wala ibnuwi ni ichi wayo kata. Nenunyala. Lana yolanga mushirikhai. Yani shughuranga tawe.
Kwa hivyo Sheikh Aibos basa ndi nyanga yabo ni bali kile sifu bali abawuranga mahuwa kanyasaye bose bali ndi nyanga yabo. Kwa hivyo kube kuitutu ya ushalo kuno kuba abantu batutu kuitutu ye kuresho kubambuka ile nyanga itanga inyanga ambao kwamba siku ambao kwamba ni nzito namna ambavyo tulivyosema. Kwa hivyo Kenya hana kuitutu ye ukalisha kunyasaye kusabe ishirishiro kaliya kukholanga kukalisha kunyasaye kumsabe msamaha au mahu nyanga ni ula au mahu mundu ulema nawe tawe ni siku mzito. Matendo yako natasimama na wewe, vitendo vyako hivyo ndio vitakuokoa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali yako haitakufaa chochote. Sasa tunakimbia tunatafuta mali, kila njia tunatafuta mali. Yani mtu unatafuta mali asubuhi, mchana, usiku unatafuta mali. Fikira zako zote unafikiria mali, ukiamka unafikiria mali. Lakini Mwenyezi Mungu abolanga mbu licha wewe kukimbia mbio kutafuta mali, yaumu la yanfa'u malun wala banun, hiyo siku mali yako haitakufaa chochote, wala banun, wala watoto wako hawatakufaa chochote, illa man atqa Allah biqalbi salim, isipokuwa tu yule mtu ambaye kwamba atakaye mcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakaye mjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo siku Mwenyezi Mungu labda kwa bahati mzuri Mwenyezi Mungu akamjalia amani, akawa na amani. Sasa hiyo amani inatakana tutafute. Licha ya sisi kutafuta mali, pia amani hiyo siku ikifika tuweze kuwa na amani. Hiyo siku ukiwa na amani, wallahi utakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mzuri sana, utakuwa ni mtu ambaye uko na heshima kubwa ukiwa na amani ya Mwenyezi Mungu hiyo siku. Ndio maana Waislamu wanasalamia assalamu alaikum wa rahmatullah, yani amani kwa juu yako. Tunaombeana na amani, amani katika maisha ambayo tunaishi, na amani ambayo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atujalie amani, tuweze kuwa na amani. Kwa hivyo kiumbe ambacho kwamba hakina amani ni shetani. Shetani anahangaika kila wakati, anahangaika. Yeye hana amani kabisa, hana amani. Kwa hivyo ni lazima tuweze kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukikumbuka siku ambayo ni siku yetu, siku ambayo tutaondoka katika dunia hii bila chochote. Tumezaliwa tukapata vitu katika hii dunia na vingine tukatafuta katika mikono yetu, katika ujuzi wetu, lakini uweze kujua kwamba utakufa na hakuna kitu ambacho utapelekwa nacho katika kaburi lako. Vitu ambavyo utapelekwa navyo ni vitu ambavyo kwamba vitakufaa baada wewe kufunikwa udongo. Namna mama yetu anavyofanyiwa sasa hivi, kuna mambo ambayo kwamba atakuwa mwenye kufaidika nayo, na haya mambo natakana tuweze kutilia maanani. Marehemu akishakufa ama mwanadamu akishakufa, kuna vitu ambavyo kwamba ni mambo matatu ambayo ni muhimu anaweza kufaidika nayo katika kaburi lake. Lakini kwa parambo mundia khabirwa basi kisha hivyo namna hiyo. Kwa hivyo jambo la kwanza, namna tunavyofundishwa na mwalimu wetu, anasema sadaqatul jariya, sadaka yenye kuendelea. Labda mama alikuwa na mali, sawa? Kwa mfano mama alikuwa na mali, lakini ile mali yake akawa mwenye kutoa sadaka. Zile sadaka zake, vile namna ambavyo anapoingizwa katika kaburi lake, akishamaliza kuwekewa udongo, basi ile sadaka yake inakuja kumzunguka. Anakuja kuiona live vile alivyokuwa akisaidia mtu kwa imani ya Mwenyezi Mungu. Akisaidia mtu ama akawa mwenye fanini, akawa mwenye kutatulia mtu matatizo yake kwa ile sadaka ambayo kwamba alikuwa nayo, ama kasaidia watu, basi hiyo ni sadaka ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya kuwa ni special katika marehemu ambaye ameelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaipamba ile sadaka, inakuwa ni kitu ambacho kwamba thamani sana, kwa sababu alikuwa ametoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
kinyume na sisi ambayo labda wengine wetu tuwatoa sadaka kwa sababu ya kujisifu. Ukijisifu inshallah. Kwa hivyo inshallah naambiwa niweze kutulia, nafikiria ni kama wanamalizia. Tukipata wakati tutakuja kufundishana zaidi. Mtazamaji, ni pressure tu, lakini siku zote huwa tunasema Mungu mbele. Ni baadhi tu ya mambo ambayo tunapitia, lakini ni mwito ambao pia tulijitolea kufanya. Kwa hivyo siku zote tunatuombea kama wanahabari ambao tunahakikisha wale wako mbali wanaweza kutufuatilia moja kwa moja. Kwa hivyo sina budi kutoka Makunda B, Ebu Shikawa, Kuhwa Rashid Kati, anaitwa Navareka. Sina la budi siku zote niite Super MC Gira. Hadi wakati mwingine insha Allah. Kwa wale wote wananisupport, I say thank you, salute always. Kwa heri.